Mpendwa mfuatiliaji wa chaneli yetu, na leo napenda tujifunze juu ya swala la Wakristo kusali siku ya Jumapili badala ya Jumamosi kama Torati inavyoamuru. Na kusihi uungane nami mpaka mwisho wa makala yetu, na tena nikukumbushe usisahau kushare na kusubscribe ili kuwasaidia wengine waweze kufaidika kwa mafundisho haya, nawe uwe wa kwanza kupata mfululizo wa mafundisho yatolewayo hapa kila wiki. Kadiri ya tamaduni za Kiyahudi katika kuhesabu siku za wiki, siku ya Jumamosi ilihesabiwa kuwa ni siku ya 7 ya wiki, yaani Sabato. Siku hii inaunganika moja kwa moja na amri ya 3 ya Mungu kuwa ishike siku ya Sabato uitakase kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 aya ya 12. Katika siku hii ya Sabato, Wayahudi hawakuruhusiwa kufanya kazi yoyote wala kusafiri umbali mrefu, kama kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 aya ya 14 inavyosema, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Kwa hivyo Wayahudi waliheshimu sana siku ya Sabato, kwa kuwa hata Mungu alistarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi, akaibariki na kuitakasa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 2 na ya 3. Ni kwa muda mrefu sana watu wanajiuliza, na wengine pengine Wakristo wanashambuliwa kuwa kwa nini Wakristo mnasali au mnaabudu au mnapumzika siku ya Jumapili badala ya Jumamosi, yaani Sabato? Je, hamuoni kama mnapingana na Biblia? Usijali, majibu leo utayapata, nawe ukawafundishe wengine wapate kujua mambo haya mazuri ambayo kanisa kamwe halijawahi kuipinga Biblia takatifu. Katika Injili zote 3 inaelezwa wazi kuwa Kristo alifufuka siku ya kwanza ya juma. Tukisoma Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 1, Injili ya Marko sura ya 16 aya ya 2 na ya 9, na Injili ya Luka sura ya 24 aya ya 1, pamoja na Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 1, yote yanatueleza kuwa Kristo alifufuka siku ya kwanza ya juma. Sasa kama nilivyodokeza hapo awali, kwa Jumamosi kwa Wayahudi ndio ilikuwa siku ya 7, yaani weekend. Kwa hiyo siku iliyofuata ilitambulika kama mwanzo wa wiki au juma jingine. Hiyo ndio siku ya kwanza ya juma, ambayo alfajiri na mapema Kristo alifufuka kutoka kaburini. Siku hiyo ndio Wakristo husali na kuifanya siku ya Sabato, kwa sababu huyo aliyefufuka alijitambulisha wazi kuwa ndiye Bwana wa Sabato. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 12 aya ya 18, Injili ya Marko sura ya 2 aya ya 28, pamoja na Injili ya Luka sura ya 6 aya ya 5. Na ndio maana Jumapili huitwa Pasaka ndogo. Baadaye neno hili siku ya kwanza ya juma lilitambulika kama siku ya Bwana, kama tunavyosoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 1 aya ya 10, na likibeba dhana ya kuwa ni siku ya Bwana kwa maana kwamba ndio siku ambayo Kristo alifufuka. Kwa hivyo kuitwa siku ya Bwana ilikuwa ni sahihi kabisa. Kwa maneno mengine wanaita ni Dies Domini au Dominika. Ndio maana hata leo tunasikia ikitamkwa leo ni Dominika ya kwanza ya mwaka, ikiwa na maana kwamba leo ni siku ya Bwana. Tukumbuke kuwa Ukristo hapo awali ulianza kama sehemu ya dini ya Kiyahudi na baadaye ukanyofoka kutoka kwa Wayahudi, kutokana na Wayahudi kutokuamini kuwa Kristo ndiye Masiha, na walimuua kwa sababu alijifanya mwana wa Mungu. Kwa hiyo kwa Wayahudi bado wanamngojea Masiha mpaka leo. Kwa hiyo tofauti hiyo ya mitazamo ilipelekea Ukristo kujinyofoa kutoka dini ya Kiyahudi
japo kujinyofoa huko hakukuacha zile amali na tamaduni fulani za Kiyahudi. Pia wapo Wayahudi wachache ambao walipokea Injili na wakabatizwa. Hivyo dini hii mpya ikawa ni mchanganyiko wa Uyahudi na Ukristo. Katika swala la kuheshimu siku ya Sabato kulitokea makundi mawili. Kundi la kwanza ni Wakristo wanaoabudu siku ya Bwana, yaani Jumapili, huku wakiheshimu Sabato ya Wayahudi, yaani Jumamosi. Kwa hiyo kundi hili walipumzika na kuiheshimu siku ya Jumamosi na Jumapili. Kundi la pili ni Wakristo walioabudu siku ya Bwana, yaani Jumapili, bila kuiheshimu Sabato ya Wayahudi, yaani Jumamosi. Mvutano huo uliendelea mpaka mwaka 321 baada ya Kristo, ambapo Mfalme Konstantino wa kwanza alipotangaza kuwa siku ya jua, yaani Sunday itakuwa siku ya mapumziko, na siku hiyo ilitangazwa rasmi kuwa ni siku ya Wakristo kumwabudu Mungu wao. Katika dola ya Kirumi kulikuwa na miungu mingi sana ambayo Warumi waliabudu, na kila muungu ulikuwa na siku yake ya kuabudiwa. Kwa mfano, siku ya jua, yani Sunday, Mungu jua aliabudiwa. Siku ya mwezi, yani Moon Day, ambao leo tunaita Monday, Mungu mwezi aliabudiwa, na kadhalika na kadhalika. Mfalme Konstantino aliwapenda sana Wakristo kwa sababu alishinda vita dhidi ya Maxentius, yule mfalme wa Roma, kwa kutumia ishara ya msalaba kama alivyoonyeshwa katika maono kuwa in hoc signo vinces. Upendo huo kwa Wakristo ulipelekea akawapa siku maalum ya kufanya ibada yao, nayo ni siku ya jua, yaani Sunday, ambayo leo ni Jumapili. Mtaguso wa Pili wa Vatikano katika hati ya Liturgia Sacrosanctum Concilium namba 106 inaeleza kuwa kanisa linaadhimisha fumbo la Pasaka katika siku ya 8 ya juma, ambayo inabeba jina la siku ya Bwana au Jumapili. Kwa kusema siku ya 8 ya juma, kanisa limebaki kuitambua siku ya 7 ambayo ni Sabato ya Wayahudi, na kuichukua siku ya 8 ambayo ndio siku ya kwanza ya juma, yaani siku ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, kuwa ndio siku ya kumwabudu na kumtukuza Mungu. Kwa hivyo sisi Wakristo kuabudu siku ya Jumapili sio kwamba tunakwenda kinyume na maandiko matakatifu, isipokuwa tunamfuata yule aliye Bwana wa Sabato, kwa sababu alifufuka siku ya kwanza ya juma, na Jumamosi ilikuwa ni weekend kwa Wasabato. Kwa hivyo siku iliyofuata ndio siku ya kwanza ya juma, na ndio leo hii tunaita Jumapili, na ndio Wakristo tunaitumia kumwabudu Mungu wetu, tukifurahia fumbo la ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, yaani Pasaka. Kwa leo tuishie hapa, ni kusihi usichoke kuwa nasi tena katika mfululizo wa mafundisho mbalimbali. Kama una swali pia usisite kuandika na kutuandikia maoni au swali lako hapo chini, ili nasi tuweze kukuletea majibu hapa hapa